Shida si katiba, shida ni uongozi. That's a problem. And that's what we need to sort out. There must not be losers in Kenya. We can all become winners if we listen to one another. Let us leave the bravado. Let us leave the force. Let us not use intimidation. Let us avoid blackmail. Let us find a mechanism where Kenyans can sit down together as brothers and sisters and hammer out a path that leaves nobody behind and excludes no one. We can all move together as Kenyans. And it is possible for us, even in a competition, to make the competition about issues, about our economy, about to make Kenya better, and avoid dividing people along ethnic or other unnecessary lines. It is possible for us to have that structure. And I want to persuade leaders in our nation that there is and there exists a real possibility for all of us to come together and to hammer out an agreement that is not selfish, an agreement that brings everybody on board and creates a path for Kenyans to work together. Even as they compete, they should compete about issues. Si ni kweli? Na nyinyi viongozi ambao mna uzoefu kule mashinani, mnaelewa ni nini tunafanya, na mtusaidie hata sisi. Unajua hata mtu ukiwa kiongozi katika kiwango fulani, it doesn't mean you have answers to all questions. You can still be helped. Tunaelewana? Ile mimi nawaomba msikubali tugawanywe, ati tupelekwe kwa makabila, ati tuwekwe chuki, ati hiyo safari mimi na rais tulikataa. Na Mungu alitusaidia. Msikubali tupelekwe huko. Tushirikiane. Na yule mtu ambaye anatafuta uongozi wa Kenya atuambie ni nini atafanyia Kenya. Ni mpango gani ako ya Wakenya wote. Sio kutugawanya ati mimi ni kiongozi wa kabila hii na nitaungana na kiongozi wa kabila ile na nitaungana na ule. Na Kenya hii itakuwa wapi wakati nyinyi mnapangana katika mambo ya ukabila? Where will the country be?